Binadamu ameweza kutengeneza vitu vingi sana katika historia ya maendeleo yake, ambavyo hata yeye mwenyewe anashangaa amefikaje hapo alipo. Lakini kuna jambo moja tu liko nje ya uwezo wake, na si lingine bali ni muda. Hii ni bidhaa ambayo haifuati utaratibu wa kiumbe yoyote, inatembea itakavyo, haijalishi utafanya jambo gani. Muda hausimami wala kukusubiri. Watu husema muda ni pesa, lakini hata pesa yenyewe haiwezi kuwa muda. Lakini je, itakuwaje endapo binadamu atapata uwezo wa kusafiri katika muda, yaani kurudi miaka kadhaa nyuma au kuelekea miaka kadhaa mbele? Inaonekana kama ni jambo lisilowezekana, lakini nikupe habari tu kuwa hili ni moja ya jambo ambalo wanasayansi wanalifanyia kazi na kulichunguza. Na endapo likiwezekana, maana yake binadamu atapata uwezo wa kusafiri kuelekea mwaka 2400 au kurudi nyuma mpaka mwaka 1800 au mwaka wowote atakaotaka. Leo kupitia Ngendo TV, wacha tufahamu ukweli juu ya time traveling. Tafadhali jiunge na chaneli hii kwa kusubscribe, kisha alama ya kengele pembeni yake. Lakini pia unaweza kutufollow kupitia Instagram na TikTok kwa jina la Boni Zaveri. Msimuliaji wako ni mimi Justin Shedi. Sasa twende kazi. Kama nilivyokueleza kuwa suala hili linafanyiwa uchunguzi na wanasayansi, hivyo maelezo yake yamekaa kisayansi sana. Lakini kupitia Ngendo TV tutatumia lugha ambayo utaelewa vizuri kabisa. Kikawaida binadamu ana uwezo wa kurudi miaka michache nyuma katika kipindi cha uhai wake, na mchakato huu unaitwa kukumbuka. Lakini pia ana uwezo wa kwenda mbele ya maisha yake katika mchakato unaoitwa kutabiri au maono. Lakini ukiangalia kwa makini, utagundua kuwa michakato yote hii miwili inategemea sana mawazo au fikra, yaani mtu anasafiri kurudi nyuma au kwenda mbele kupitia mawazo au fikra zake. Lakini tunapoongelea kusafiri katika muda au time traveling, ni jambo ambalo linazungumzia kusafiri kwenda miaka mingi nyuma au kwenda mbele katika uhalisia wa damu na nyama. Yaani hivyo ulivyo na mwili wako uweze kurudi mpaka mwaka 1800 au uende mbele katika mwaka 2075. Time traveling si neno geni duniani. Limekuwa likimaanisha kusafiri mbele au nyuma ya muda katika uhalisia wa damu na nyama kwa kutumia kifaa kinachoitwa time machine. Kwa Kiswahili tunaweza kuita mashine ya muda. Kwa mara ya kwanza mchakato huu wa time traveling ulianza kupata umaarufu miaka 1800 baada ya mwandishi H.G. Wells kuandika kitabu chake kilichoitwa The Time Machine, kilichotoka mwaka 1895. Japokuwa kuna watu walikuwa wakijaribu kuliongelea swala hili kabla ya miaka hiyo. Je, mtu anasafiri vipi kwenda katika miaka ya nyuma au ya mbele? Mpaka sasa kifaa pekee ambacho kimekuwa kikitajwa kuwa njia ya usafiri kuelekea miaka ya mbele au kurudi miaka ya nyuma kinafahamika kama time machine au mashine ya muda. Lakini kama unavyojua, kifaa chochote cha usafiri kina sehemu kinayopita, kama vile ndege inavyopita angani, meli inavyopita majini au gari inavyopita barabarani. Je, kifaa hichi kinasafiri kupitia nini? Wataalamu wa mambo ya time traveling wanadai kuwa kwa kutumia time machine, mtu ataweza kusafiri kuelekea muda wa mbele au kurudi nyuma kwa kupitia njia inayoitwa wormhole. Bila shaka bado nimekuacha njia panda kuhusu wormhole, na haya ndiyo maelezo yake. Wanasayansi wanadai kuwa wormhole ni kama tundu fulani ambalo linaunganisha sehemu mbili tofauti ambazo zina muda tofauti. Yaani inawezekana kuwa katika upande mmoja wa tundu hilo ni mwaka 2023, lakini upande wa pili wa tundu ni mwaka 2700. Kwa lugha nyepesi, hii ni kama njia ya shortcut ya kufika muda fulani kwa haraka. Hivyo unapoingia kwenye tundu hili, basi ujue unaweza kutokea mwaka mwingine kabisa. Sasa inaweza kuwa mwaka wa mbele au miaka ya nyuma kabisa. Sasa jiulize, endapo utarudi miaka ya nyuma na ukatokea katika mwaka ambao bado Waafrika wanakamatwa kama watumwa, sijui utafanya nini ndugu yangu. Idea ya wormhole imekuwa ikitumika hata katika filamu mbalimbali, ambapo unakuta viumbe au watu kutoka miaka mingine hutumia kama njia ya kusafiri na kuja katika wakati wa sasa au wakati wa nyuma. Hii yote imekuwa ikionyesha jinsi gani wormhole inaweza kufanya kazi katika kutenganisha sehemu mbili tofauti tofauti. Moja kati ya filamu maarufu kuhusu time traveling na matumizi ya wormhole ni filamu za Terminator ambazo zimekuwa maarufu sana, na ukitazama filamu huashiria wormhole. Kuliwahi tokea visa mbalimbali
ambapo vyombo vya usafiri vinatoweka bila kuacha mabaki yoyote wala alama au kuonyesha kwamba ajali fulani ilitokea. Visa hivi vinadaiwa kusababishwa na vyombo vya usafiri kuingia katika wormhole na kutokea miaka mingi nyuma au miaka mingi mbele. Moja ya visa vilivyowahi kushangaza wengi ni baada ya ndege ya abiria ya Pan American Flight namba 915 kutua katika uwanja ulioko Venezuela baada ya miaka 37 ya kutoweka angani. Ndege hii iliondoka Julai 22 mwaka 1955 na ikatua huko Venezuela mwaka 1992, takriban miaka 37 mbele. Na moja kati ya maswali ya kujiuliza kuhusu kisa hiki ni je, ndege hii ilikuwa wapi muda wote huo na iliwezaje kufanya kazi ndani ya miaka 37 ikiwa huko angani? Lakini kubwa zaidi, abiria wote waliokuwepo katika ndege hiyo hawakuwa wamezeeka hata kidogo, licha ya ndege hiyo kutoweka kwa miaka 37. Ilikuwa ni jambo la kushangaza, lakini baada ya maofisa kukagua nyaraka mbalimbali za wasafiri wa ndege hiyo, ilibainika kuwa ndege hiyo ilianza safari miaka 37 iliyopita. Baada ya hilo, kukawa na majibu mengi sana kuhusu tukio hili, wengi wakidai kuwa ndege hii ilipita katika tundu hili la wormhole na kusababisha kutokea miaka 37 mbele. Si hilo tu, kumekuwa na visa mbalimbali vya meli, boti kutoweka bila kuacha mabaki katika eneo la Bermuda Triangle, huku wengine wakihusianisha eneo hilo na shetani kwa kupaita pembe tatu ya shetani. Lakini ukweli usiopingika ni kuwa kumekuwa na matukio mengi ya meli kuzama katika eneo hilo. Baadhi ya hoja zilidai kuwa eneo hilo ni mlango wa kuingilia ulimwengu mwingine, yaani kupitia eneo hilo la pembe tatu ya Bermuda au pembe tatu ya shetani kumekuwa na wormhole ambayo imekuwa ikisababisha meli hizo au boti kutoweka katika mwaka husika na kutokezea katika miaka mingi nyuma au miaka mingi mbele. Ndiyo maana hakupatikani hata mabaki yoyote ya meli hizo, na hii ni kwa sababu meli hizo hazijatoweka kwa kupata ajali, bali kuingia katika tundu hilo kisha kutokea miaka mingi sana mbele au miaka mingi sana nyuma. Mfano, meli au boti ikitoweka mwaka 2020, basi inaweza ikatokea mwaka 2070 au mwaka 1950. Kuna baadhi ya watu waliowahi kufanya majaribio mbalimbali kuhusu ukweli wa kusafiri katika muda, yani time traveling. Na mmoja wa watu hao ni mwanasayansi Stephen Hawking, ambaye mwaka 2009 aliwahi kuandaa pati ambayo waalikwa walikuwa ni watu kutoka kwenye muda ujao. Kwa maneno yake, alidai kuwa aliandaa pati hiyo, lakini mwaliko ulitumwa baada ya pati. Kwa hiyo maana yake watu wangelijitokeza, angeamini kuwa watu hao wametoka muda wa mbele, hivyo time traveling ni jambo la kweli. Lakini alikaa peke yake na hakuna aliyetokea. Baada ya kuangalia time traveling ni kitu gani, wacha tuangalie matukio mbalimbali ambayo yaliwahi kutokea na kufanya ulimwengu na watafiti mbalimbali wadhani kuwa time traveling ni kitu halisi na kuna uwezekano wa kufikia hatua ya binadamu kusafiri kwenda miaka mingi mbele au kurudi miaka mingi nyuma. Namba 1, Mike Tyson. Mwaka 1995, wakati Mike Tyson ameachiwa huru kutoka gerezani, kuliandaliwa pambano la kurudi kwake katika ulingo. Katika pambano hilo, alikuwa akipigana na jamaa aliitwa Peter McLean au waweza kumwita Hurricane. Wakati pambano hilo likiendelea, kamera zilimnasa mtu ambaye baada ya wataalam kutazama na kuangalia kwa makini picha hiyo, walidai kuwa ni mtu kutoka miaka ya mbele, kwani mtu huyu alikuwa akirekodi na kuchukua picha za pambano hilo kupitia kifaa ambacho wataalam wa mambo walidai kuwa ni simu janja almaarufu kama smartphone. Jambo hili linaweza kuwa kawaida kwako, lakini kumbuka mwaka 1995 simu tu za kiganjani zilikuwa shughuli kuzipata na hakukuwa na kitu kinachoitwa smartphone. Hivyo ikadaiwa mtu huyo alitokea miaka 2010 mpaka 2020 kwa kuwa alikuwa akimiliki smartphone. Japokuwa katika mtandao wa snopes.com ilidaiwa kuwa kifaa hicho alichoshika mtu huyo kilikuwa ni kamera iliyoitwa Casio QV10A, moja ya kamera za mwanzo kabisa za kidijitali. Namba 2, mwanaume katika ufukwe. Moja kati ya picha zilizochukuliwa katika kipindi cha vita ya pili ya dunia, hasa katika mijadala ya time traveling. Katika picha hii anaonekana mwanaume aliyevaa suti ufukweni.
Lakini hilo si jambo la kushangaza. Jambo lililofanya picha hiyo ya kipekee ni kwamba alionekana akiwa bize sana kutazama kitu ambacho kilidaiwa kuwa ni simu ya mkononi, na wengine wakaenda mbali na kudai kuwa mwanaume huyo alikuwa akichati kutumia smartphone, japokuwa wengine wamesema kuwa mwanaume huyo alikuwa akitengeneza sigara yake vizuri. Namba 3, watu maarufu. Kumekuwa na picha mbalimbali zikionyesha watu wa kale wanaofanana na watu maarufu wa sasa, na hii ikafanya watu wahisi kuwa watu hawa maarufu ni time travelers, yaani watu kutoka kale waliokuja katika maisha ya sasa. Hebu tazama picha hizi kisha subscribe channel yetu ya Ngendo TV na utufollow kupitia mitandao ya kijamii ya TikTok na Instagram kwa jina la Bonny Zaveri, na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine. Lakini pia usiache kutuandikia maoni kwenye sehemu ya comment. Je, unaamini kuhusu time traveling?